Unajua what we are saying about now, we want to know yale mambo ambayo yanatuangamiza. Na unajua kwa mdomo wangu, kwa sababu sitaki uone wivu wangu ndani ya moyo wangu, ndio kwako physically nitaongea mambo ya baraka tukiwa pamoja na wewe. Wivu hauko ndani ya mdomo, lakini wivu uko ndani ya roho. Na yale mambo mtu anaongea mengi yanatoka ndani ya roho. Kwa hivyo it is just kutwing tongue. Yani unaongea mambo ambayo haiko ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo ni kulaani. And to support you, Pastor. Yes. And to make it clear to her and anyone else who is listening to us. Yes. What you speak with the tongue will not have any effect to anyone if it is not coming from the heart. From the heart, and from the spirit. Yes. So a curse will take praise if that is what I exactly mean with my mind, with And my my spirit. heart. But here I can pretend. Any word of pretense cannot have any effect. So this person who is praising you, Yes. he is pretending. But where the real heart is, he is cursing. You. He is cursing So you. he yenye anakuambia haina maana is nowhere. It is just to deceive you. Lakini what the truth of their heart, wanakulaani. So I think that is what the word of God is saying. And listen to me. After coming out of your premises, atamwambia mwingine kwa mdomo na kwa roho. Ile iko kwa roho atatamka. Hata sema ukiwa hapo, kwa sababu somehow she or he is pretending. Kwa sababu ataongea na mdomo wa kusifu, lakini after coming back, after coming out of your premises, sasa ataongea yale. Na nimeenda hapo nikamwambia kazi yako ni mzuri sana. So it's like Jesus said, I think it's like atakuwa ameitamka pia. I think it's like Jesus said, you hypocrite. You praise me with your lips, but your heart. Your heart, yeah. So hapo inakupatia tu maana yake. Hebu soma katika mstari wa kwanza hapo. Yeah. I wait patiently for God to save me. Yeah. I depend on him alone. Yeah. He alone protects and saves me and saves me. Yes. He is my defender. Yes. And I shall never be defeated. Yeah. Tukija katika hali ya mtu kulaani mwingine, yule mtu tu atakuokoa ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe. If you waited God to be your defender and your protector, hata wakiongea na kulaani, ukienda kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, useme yale ambayo yametamkwa ndani ya kazi yangu, yoyote ambayo yamekuja ndani ya biashara yangu, yoyote ambayo yamekuja ndani ya familia yangu, kama kuna maneno yametamka ya kuisha, Mungu imalize. I waited upon my Lord. Read again. Okay. I wait patiently for God to save me. Yes. I depend on him alone. Yes. He alone protects and saves me. He is my defender. Yeah. And I shall never be defeated. Yeah. You never be defeated. Hata wakija na njia gani, with God you are not going to be defeated. So Pastor, yes, according to what I know and what I get it from you, yes, then it's like this program, yes, you are teaching us that some of things we are passing through life, some difficulties, it's not about the normality of life, but they are about generation curses. Yes. So we have got some of us struggling with education, struggling with businesses, struggling with marriages, struggling with education, but nothing is working. Yes. And you can see it might be in the whole family or a certain person, and nothing is working. So is this what you are saying, that it is a generation curse? Yes. Because maybe a child is bright, yes, but things are not working. Yes. I've got all the certificates. I'm not getting a job. Is this what you are saying, that sometimes it is out of generation curse? Yeah. Even sometimes somebody came into your house. Somebody came into your marriage, maybe in a wedding party, and spoke something that can cause curse. Isn't it? And if you are not going to wait patiently, as our counselor has read, if you are not going to wait patient upon the Lord, if you are not going to pray
the same spoken word will hurt you, will finish you. Kama wewe kazi yako tu ni kutoka kazi na kulala, kama wewe kazi yako tu ni kutoka kazini na kulala, unagojea kwenda kazini, those spoken words by that person will finish you. Akija kwako akute vile watoto wamesoma, akija kwako aone vile kumekaa mzuri, aseme neno moja akiwa na wivu ndani yake, kwani kwako kumekaa mzuri aje? Lakini ndani ya roho anakukasi. Akienda atamke hao mambo, na wewe usipoomba, usipomtumainia Mungu, usipomjulisha Mungu, utaisha. Utaisha tu na hayo maneno yalitamkwa. Utaisha. Ile kitu ya maana sana ni kama vile amesoma. To trust in God. Trust in God. And apart from these who are jealousy about me, wako na wivu. Yes. Na, sababu sasa topic is generation curses. Yeah. Our generations started from long time ago with the parents that we didn't even see. But right now I'm talking about a normal man, a level of now, me and maybe Catherine. Yes. Okay. I'm going to come on the side of parents. Fine. Yeah, because these are generation curses. Maybe the time you open up the premises of the business, somebody came long time ago. Maybe you have worked for 20 years. The first day when you open your business, somebody came and spoke the words of curse upon you. And now you are struggling to ask, what happened to my business? Every time it falls. Every time I try to build it, it falls. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka kusema laana ya mwezako, ya rafiki yako, laana ya mtu ambao mko level moja. Kwa authority. Iko authority. Kama vile nimwambia from God, vile watu wameenda mpaka kwa normal man. Now nilikuwa nataka sasa tuingie the curse that comes from parents. Sijui kama kuna swali kabla hatujatoka kwa mtu wa kiwango yako. Maybe your friend, maybe your neighbor, maybe somebody who are somehow at your age. Yeah, apart from jealousy, can leafage also bring a curse? Like, I might offend Catherine, and instead of forgiving me, she says, ataona. Ataona. Kwa hivyo anafanya kitu ya kunikasi, ndio nisi progress. Yes. Positively? Yes. Can it be like, is it only wivu ama? You see now, even kukasi somebody kwa sababu umemuoffend ama umemkosea, kuna njia mingi not ya Qurani. Kwa hivyo wivu bado uko ndani, kwa sababu there is alternative. Badala ya kukukasi, unaweza enda umwambie ama umtumie mtu mwingine, ulinifanya hivi na hivi na mimi nilikasirika. Naye aombe toba kupitia kwa mwingine, ama akuja kuambia labda alikukosea na labda hukujua, wewe hukujua, na yaka hapa utaona. Yeah. Maybe wewe unasema alikukosea na yeye hajui alikukosea. Kwa hivyo utaenda Qurani mtu ambaye hajui makosa yake. Therefore you need not to curse her. Okay. Unafaa kupitia njia ingine. Unaona? Njia ingine. Kwa sababu ukimkasi na yeye anamtumainia Mungu, na yeye anaweka Mungu kama kinga yake, you see, counselor. Yeah, ni ukweli the way you are saying actually even from the word. I waited patiently. Then there is hope because God tells us whatever he has freed in heaven is free in this world. Yeah. Kwa hivyo kuna nguvu katika Mwenyezi Mungu. Kuna nguvu katika Mwenyezi Mungu. He has power over any curse. Our God is very senior. Hata ukimuomba wewe mwenyewe atakufungua, kwa sababu yeye ni zaidi ya wote. Ako na nguvu zaidi ya mwanae Yesu Kristo, ako na nguvu kuliko malaika, ako na nguvu kuliko watumishi wake. Kwa hivyo ako na nguvu zaidi ya wote. Ako na ukimuita atakufungua. Now, and again concerning the curses, supposing I keep on telling myself I'm blessed and no one can curse me. Does that word have power
over any curse that might be spoken over me. Yeah. As long as tunaambiwa what you confess about yourself comes to pass. Yes. And I'm continually here blessing myself. Yes. You know, Israelites, they believed that they cannot be cursed by anybody. They belong to God, Almighty God. They really prayed. Even the time came for Balaam to curse them. The servant of God came to curse them because they were powerful. But inside their heart, they believed they cannot be cursed. Oh, yes. So even Balaam did not curse them. If you believe you cannot be cursed, and you stay and wait upon the Lord, you cannot be cursed by anybody. Because if you belong to God and you obey God, and in your heart and your mind and your mouth, you have confessed you cannot be cursed. You are not going to be cursed. I believe in my heart I cannot be cursed. I confess with my mouth I cannot be cursed. Yes. Yeah. Even like Pastor is saying, in the word of God there, number 23, verse 23, it says, there is no curse for Israel, neither is there any curse for Jacob. Yes. So if you are a child of God and you confess, if you belong to the descendant then of you don't Jacob, offend the others again because you got no the Bible says nobody has got permission to sin. So you don't go offending others just because you are the child of. So you be righteous and you confess. Yeah. So we are watu haitakupata wakati huo. Yeah. Unajua hayo mambo ni ya kweli kabisa. Kwa sababu hata kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Enoch. He believed he is not going to die. Alisema mimi sitakufa. Mimi sitazikwa kama wale wengine. Lakini hata kama alisema, alienda na njia ya uadilifu. Righteous way. Yeah. Ndio yale matamshi alikuwa amesema yakamilike. Na bila shaka hakufa. Kwa hivyo usiseme ati huwezi wewe umebarikiwa, huwezi kulaaniwa. But you are not righteous. You are not righteous. You must be righteous. You are going you have to to walk in the ways of the Lord. Yes. You have to be in agreement with God. Yes. Karibu tena mtazamaji wangu tena. Bado tunaendelea na kipindi yetu, na kama vile nilikuambia mwanzo ni kwamba ukweli utakuweka huru. Ukweli ni huru. The truth will set you free. Tunaendelea kuona ama kutazama laana ya kiukoo, all generation curses. Na sasa tungetaka tuingie katika laana ya wazazi. Na hapa ndipo mambo yako. Hapa ndipo yale mambo ambayo yanatufuata yako. Kwa sababu nikiangalia sana katika pahali ambapo tumezaliwa, utakuta kwamba wengi tumelaaniwa na wazazi wetu. Labda walitulaani aidha kwa sababu tuliwakosea, na hata kama sio kuwakosea, aidha walijawa na wivu pia. Wazazi pia huwa wana wivu na wanatulaani kwa sababu ya wivu. Wivu wa mzazi kwa mtoto. Yeah. It automatically comes to us. I get it. Sasa for instance, nataka sasa tuongee. Tuseme wewe ni mzazi, umezaa watoto 10 for instance. Na hao watoto 10, baadhi ya watoto wamebarikiwa na wamebarikiwa na Mungu. Kuna wengine are less fortunate, hawajabarikiwa. Wengine hata saa nyingine huwezi hata kuwalinganisha na wale wengine. Mapato yao ni chini. Wengine hata wakiwa wakubwa pia unawalisha. Unakuta kwamba baraka zako nyingi kwa wazazi ambao hawakumbuki hata yule mdogo na mkubwa ametoka katika tumbo yake ama katika miguu yake for instance. Unakuta kwamba huyu ambaye hana kitu unamlaani, na yule ambaye amebarikiwa unambariki zaidi. Unakuta tofauti ya watoto na wametoka katika tumbo moja. For instance,
kuna mama mmoja binti yake ameoleka katika familia ambayo ni tajiri. Na kama ameoleka katika tajiri, hata yeye pia ni tajiri. Inafika wakati wa sikukuu, analeta watoto wake wasalimie sasa nyanya yao, shosho yao. Na katika hiyo boma kuna msichana mmoja pia ni wake kama yule aliolewa katika ile nyumba ya utajiri. Hakuoleka. Amekaa kwenye hiyo familia na ako na watoto wawili amezaa. Wako ndani huko. Lakini wakati wale watoto wa yule binti yake wametembea, unaona tofauti katika kulisha hao watoto. Kuna ubaguzi ndio unasema. Yeah, kuna ubaguzi. Nilishuhudia mimi wakati watoto wamekuja, yule binti ameoleka katika boma tajiri, chakula yao inawekwa katika sahani mzuri sana. Sahani ambayo hata wewe ukiangalia iliwekwa kwa cupboard. Sasa wanalishwa na sahani mzuri, lakini hao wengine wakija wanawekewa chakula moto kwa mikono yao, wanaenda wakichomeka. Lakini wale wengine wanawekewa katika I'm talking about jealousy. Na wote ni wake. Na wote ni wa watoto wake. Lakini kwa nini wanawekewa kwenye mikono waende wakichomeka? Kwa sababu mama yao hana namna.